Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ni mimi Mwalimu Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania, na patikana Kigamboni, Dar es Salaam. Leo nimekuja tena kwenu kwa mara nyingine na dawa ya kukuza maumbile kwa wanaume, lakini dawa hii ni vile vile inakuza matiti kwa wanawake, lakini dawa hii pia inakuza makalio au inazidisha makalio kuyafanya yawe mazuri au makubwa kwa jinsia zote mbili. Kwa yote ambaye anahitaji, anaweza mwanamume akahitaji kuwa na makalio makubwa, hii inakuza, lakini special ni kwa wanadada. Tunaelewana vizuri? Na kukuza maziwa ni kwa wanamama, lakini kukuza maumbile ni kwa wanaume. Ipo dawa ambayo nitaileta special ya kukuza maumbile ya kike. Wapo watu ambao wanahitaji kukuza maumbile ya kike iwe kubwa, ipo, lakini sio hii. Hii ni ya kukuza maumbile ya kiume, pamoja kukuza maziwa, pamoja kukuza makalio. Tunaelewana vizuri? Hivyo usisahau kulike, kukomenti na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninapotoa. Ndugu zangu, wanaume wengi sana wamekuwa na changamoto ama wamekuwa na mawazo juu ya kuwa na maumbile madogo. Sasa wanahisi kwamba kuwa na maumbile madogo ni tatizo, pasi na kuelewa kwamba huenda maumbile ambao wanayo ni maumbile ya saizi tu mzuri, lakini wanahisi ni maumbile madogo. Tunaelewana vizuri? Lakini leo nataka nitoe somo kabla sijafundisha hiyo dawa ya kukuza maumbile. Tunaelewana vizuri, ili tupate somo kidogo, tupate kueleweka. Maumbile yamejigawa katika makundi makuu mawili. Sasa maumbile ya kiume yamejigawa katika makundi makuu mawili. Sasa na kila kundi moja limejigawa katika vipengele vitatu mpaka vinne. Tunaelewana vizuri? Kundi la kwanza ni uume ambao unaitwa uume wa ndani. Uume wa ndani ni upi? Uume wa ndani ni ule ambao mtu mzima akiwa amelala, sawa, anaonekana mdogo kiasi cha kwamba ni kama mtoto mdogo. Yaani anapolala katika kitanda chake pale anajikunja vizuri. Tunaelewana vizuri? Anajikunja vizuri. Ukija ukimwangalia unaweza ukasema huyu ni mtoto ambaye amelala hapa, kwamba ni mdogo mdogo kweli kweli. Tunaelewana hapo? Lakini anaposimama, anapotaka kwenda kufanya shughuli zake, ima kuchota maji au kucheza mpira, sisi tunaelewana vizuri, unamkuta amesimama na amekuwa mkubwa hafla, mrefu, mpana. Huwezi kuamini kwamba ni yule ambaye ulimuona amelala kitandani na kujikunja. Tunaelewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu huyu ana asili ya uume wa ndani. Asili yake ule uume ni asili ya ndani. Kwa unapolala unajikunja, unarudi ndani katika ile tunasema inajulikana, inaingia kule, inatulizana kule. Inapotaka kwenda kuchota maji au kucheza mpira, ndo anatokea yule mtu mzima, anajitoa, anaonekana. Huu ni uume wa ndani. Alafu kuna uume wa nje. Uume wa nje ni upi? Uume wa nje ni ule ambao ukimuona mtu mzima wakati amelala, anajiachia, analala kawaida. Utakapokuja ukimwangalia unamuona huu ni mtu mzima, ina maana unamuona mkubwa vile vile, kwamba ni mkubwa. Sasa amelala lakini ni mkubwa, na anapoamka utofauti wake ni kana kwamba alilala na kuamka, lakini ukubwa ni ule ule, hauzidi, isipokuwa tofauti unakuwa ni kusimama kwake na kulala kwake. Tunaelewana? Kwa hiyo huyu tunasema ana uume wa nje, ambao muda wote uume wake upo nje. Muda wote unaonekana kwamba yeye akilala kitandani pale anaonekana mkubwa vile vile, na anapoamka anaonekana amesimama tu, lakini ni yule yule, hazidi hata nukta moja. Tunaelewana vizuri? Huyu ana uume wa nje. Sawa? Lakini uume wa ndani na uume wa nje wote umejigawa katika makundi matatu. Ndio tumesema umejigawa katika nafasi tatu. Nafasi ni zipi? Hizi nafasi ndizo ambazo tunataka tuzifundishe leo. Sasa hii dawa inawafaa wote ambao wana uume wa ndani na ambao wana uume wa nje. Sawa? Ila hizi nafasi ndo ambazo tunataka tuzifundishe hapa. Sasa nafasi ya kwanza, utamkuta mtu ana umbile ambalo lina nchi 2 mpaka 4. Sasa haijalishi una uume wa ndani au una uume wa nje. Mfano, ukiwa na uume wa ndani, hata ukiwa na uume mkubwa kiasi gani, lakini jamaa anapolala lazima yule mtu mzima ataonekana mdogo, kwa sababu asili yako wewe ni uume wa ndani. Sawa? Na unapokuwa na uume wa nje, ukimfanya yule mtu mzima awe mkubwa, basi hata akilala ataonekana mkubwa, kwa sababu una asili ya uume wa nje. Sasa kwa tunazungumzia wakati amesimama.
anataka kwenda kufanya shughuli zake. Akiwa amesimama anataka kufanya kwenda shughuli zake, tunamkuta kwamba tukimwangalia anakuwa ni mtu ambaye ana nchi 2 mpaka 4. Huu ni uume wa kwanza ambao mtu unamkuta ana nchi 2 mpaka 4, haijalishi hawa waume nje au waume wa ndani. Alafu unamkuta mwingine ana nchi 3, 4 mpaka 5 mpaka 6. Sawa sawa. Alafu unamkuta mwingine ana uume ambao una nchi 7 mpaka 9. Unaelewana vizuri? Alafu kuna mwingine ambaye unaweza ukamkuta ni nadra sana, lakini unaweza ukamkuta ana nchi kuanza 8 mpaka 10 mpaka 11. Sawa. Huyu ambaye ana nchi 2 mpaka 4 tunasema ana maumbile madogo, ana haki ya kuongeza maumbile kwa sababu maumbile yake ni maumbile madogo kiuhalisia. Sawa. Alafu kuna huyu ambaye ana maumbile kuanza maumbile ya nchi 5 mpaka 7. Wewe una maumbile mazuri na ndo maumbile ambayo wanayapenda sana wakina dada. Tumeelewana vizuri? Maumbile haya ni maumbile ambayo yanapendwa sana na weza wetu. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya tendo unafanya tendo kwa amani na utulivu, halileti madhara ya aina yoyote na starehe inapatikana vizuri. Kisha kuna wale ambao wana maumbile kuanza nchi 7 kuelekea nchi 9. Sawa. Tunasema hawa wasipofanya vizuri, wasipokuwa waangalifu katika tendo la ndoa, mara nyingi wanaleta athari kwa mwenza wao, kwa sababu kuna maumivu ambayo yanapatikana mbali na maumivu ya starehe. Tunaelewana vizuri? Alafu kuna huyo ambaye amepitiliza zaidi, vile vile anakuwa ni athari zaidi. Tunaelewana? Lakini wewe ukitaka kukuza utakuza vile ambavyo unataka, lakini ukijijua una umbile kuanza nchi 7, kuanza nchi 5 mpaka 7, tunaelewana, mpaka 8, ni vema usikuze maumbile. Jijue kwamba una maumbile mazuri na maumbile yako yanatosha kabisa. Sawa. Nini cha kufanya ili ukuze maumbile? Cha kufanya, nenda katika mti wa mwegea ambao una matunda. Chukua tunda la mwegea, toa magome yake vizuri, twanga upate unga. Kisha chukua magome ya mti ule wa mwegea wenyewe, chukua magome yake, twanga vizuri upate unga, anika ukauke upate unga. Kisha chukua magome ya mti wa mbuyu, pia twanga upate unga. Baada ya kupata unga ya vitu hivi vyote vitatu, ya magome ya mti wa mbuyu, ya magome ya mti wa mwegea, pamoja na tunda lenyewe la mwegea, unga wake, changanya kwa vipimo vinavyofanana. Chukua unga kidogo wa magome ya mbuyu, chukua unga kidogo wa magome ya mwegea, chukua na unga kidogo wa mwegea lenyewe, changanya sehemu moja kwa vipimo vinavyofanana. Baada ya hapo, chukua mafuta ya ng'ombe samli, changanya dawa yako hiyo. Mchanganyiko huo utakapouchanganya vizuri ukachanganyika, uweke juani ndani ya dakika 30. Tunaelewana vizuri? Uweke juani ndani ya dakika 30 mpaka 35. Baada ya hapo utaenda kutumia dawa yako, itakuwa imekamilika. Katika matumizi yako, teleka maji. Baada ya kuteleka maji, kandia uume wako kutoka ulipoanzia kuelekea ambapo amepita fundi alipochonga fundi. Tunaelewana vizuri? Anzia ulipootea mpaka huku ambapo fundi amefanyaje? Amepita. Tunaelewana vizuri? Baada ya kukandia vizuri kwa maji kwa muda usiopungua dakika 5 mpaka 7, chukua dawa yako ile, chua uume wako kutoka alipo anzia kutoka ulipootea kuelekea alipo tengeneza fundi. Tunaelewana vizuri? Kandia kwa mafuta yako vizuri, lakini angalizo wakati unafanya kazi hiyo, angalizo usije ukachukua sheria mkononi. Tunaelewana vizuri? Baada ya kukandia, kandia ndani ya dakika 10 mpaka 15. Kisha utaiacha dawa yako hiyo kwa muda usiopungua tena dakika 30 ukiwa umekaa hapo ile dawa yako. Baada ya hapo ndipo utaenda kuosha uume wako ile dawa kwa maji ya uvuguvugu. Utafanya zoezi hili asubuhi na jioni mpaka pale ambapo utaridhika na uume ambao unataka wewe. Sawa, mpaka pale ambapo utaridhika na uume ambao unataka wewe. Dawa hii inakuza maumbile kwa haraka sana. Sawa, hivyo kama inakuza dawa hii maumbile kwa haraka sana, fanya utaratibu wa kupima kila siku. Macho yanadanganya, japokuwa unaangalia hivi unaweza ukasema ngoma hii bado, alafu kumbe wewe unatamani iwe kiasi fulani ishafika, ujui. Kwa fanya angalizo, upime kwa duara
umepata tepu ile, chukua tepu, upime kwa duara ujue mapana ni ngapi, pima kwa urefu ujue urefu ni ngapi. Wakati unafanya dawa yako ndani ya siku 3, pima tena uone imezidi inchi ngapi na upana imezidi inchi ngapi. Lengo tunafahamisha hivi usije ukapata madhara wewe ambaye unatumia ukawa na kitu ambacho hata mtu akikiona anakikimbia. Sijui tunaelewana vizuri. Dawa hii vile vile inakuza maziwa. Kwa wewe ambaye unataka kukuza maziwa, fanya utaratibu huo huo ambao nimeelekeza, na wewe ambaye unataka kukuza makalio yawe makubwa, uwe na hipsi kubwa, fanya utaratibu huo huo ambao nimeuelekeza hapa. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Napatikana Kigamboni, Dar es Salaam. Hivyo usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninavyotoa. Mimi si bora kuliko wewe ambaye unanisikiliza. Insha Allah.